Kuna stori moja ya kwenye maisha ambayo watu wengi sana huwa waifahamu. Kulikuwa kuna baba mmoja alikuwa yupo na mtoto wake, lakini walikuwa wanatoka shambani wakiwa pamoja na punda wanatembea wote. Yaani alikuwa ni baba, mtoto na punda. Sasa wakafika katika kijiji kimoja kwenye kundi fulani la watu. Wakapita pale, wale watu wakaanza kuwajadili kwamba tazama, huyu mzazi anatembea na mtoto na punda, lakini punda hajambebeshi chochote kile. Yaani yupo tu kama kwani punda hawamuoni? Mbona hawajui kutumia rasilimali vizuri? Mbona bwana? Kwa yule baba yale maneno yakamuumiza. Alipofika mbele kidogo, akampandisha mtoto kwenye yule punda, akaanza kutembea. Akafika kwenye sehemu nyingine ya watu. Walipopita tu, wale watu wakaanza kuwajadili tena. Mara hiyo walisema kwamba huyu baba mbona ana roho mbaya sana, anamdekiza sana mtoto. Yaani katoto kama hako tu anakapandisha kwenye punda, mbona anamlia mtoto kimayai mayai sana. Yule baba ama yule mzazi akamshusha yule mtoto kwenye yule punda, akapanda yeye baba. Muona bwana kwa alipopanda, manaki mtoto akawa anatembea chini, baba yupo juu ya punda. Alipofika mbele kidogo, akakutana na watu wengine tena, wakaanza kuwajadili. Mara hii walisema ya kwamba muone huyu mzazi jinsi alivyo, jinsi ambavyo anashindwa ama hampendi mtoto wake. Cheki, amepanda yeye kwenye punda, lakini mtoto wake anatembea tu. Yule baba bwana akashuka. Sasa hii ni hadithi tu ya kufikirika. Hii inatufunza nini bana? Kwenye maisha maneno yapo, mwana bana kwa hiyo tunahaswa kwamba unapofanya kitu usiangalie maneno ya watu. Fanya wewe kama ulingana na nafsi yako. Lakini ukisema uangalie maneno ya watu, una asilimia kubwa sana za kufeli, kwa sababu watu, kila mtu atasema cha kwake. Na kuna usemi mmoja wanasema kwamba miluzi mingi sana mpoteza mbwa. Kwa hiyo nadhani kupitia hadithi ya huyu mzazi tunajifunza kwamba tunapaswa kusimamia misimamo yetu. Kama umeamua kufanya jambo fulani, wewe fanya, usiangalie maneno ya watu, kwa sababu maneno ya watu yatakupoteza.